Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 21 mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 22 aya 19 hadi 23. Wimbo wa katikati ni Zaburi ya 138. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya 33 hadi 36. Injili ni ya Mathayo sura 16 aya 13 hadi 20. Ndugu zangu, kuna swali nzuri ya katekismu Katoliki linasema hivi: Mungu alituumba kusudi gani? Au tuseme, kwa lengo gani sisi wanadamu tuliumbwa? Majibu ni haya yafuatayo. Mungu alituumba kusudi kwanza tumjue, pili tumpende, tatu tumtumikie, nne tupate kufika kwake mbinguni. Ndugu zangu, kila hatua hutegemeza hatua inayofuata. Maana yake, tukimjua Mungu wetu vizuri, tunazidi kumpenda vizuri, na tukimpenda vizuri, tunazidi kumtumikia vizuri, na tukimtumikia vizuri hapa duniani, tunapata kufika kwake mbinguni. Hatua ya kwanza ya kumjua Mungu inatukumbusha umuhimu wa neno la Mungu na mafundisho ya mama kanisa, hasa kutoka kwa viongozi wa kanisa, ili tuweze kumjua Mungu. Hata hivyo, somo la pili linatukumbusha kwamba sio rahisi kumjua Mungu na hekima yake, maarifa yake, hukumu zake, njia zake na nia yake. Na Tanzania husema kazi ya Mungu haina makosa. Hata kama huelewi njia za Mungu, ni vizuri kuona kwamba Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati Mungu ni mwema. Kumbe ni vizuri hata kama huelewi njia za Mungu, kazi za Mungu, kuendelea kumwona Mungu kama ni mwema na kazi zake, kazi ya Mungu haina makosa. Wapendwa, tunachokijua kuhusu Mungu ni kidogo mno. Na hata hivyo, kidogo hicho kinahitajika sana ili tuweze kumpenda Mungu. Tunahitaji mafundisho tele kuhusu wema wa Mungu, upendo wake, huruma yake, ulinzi wake, uwezo wake, matakwa yake, amri zake, neno lake na kadhalika, ili tuweze kumjua zaidi na kumpenda zaidi. Huwa watu wengi hushindwa kumpenda Mungu kwa kutomjua Mungu au kwa kumjua vibaya au kumdhania kinyume alivyo. Kuna wanaomfikiria vibaya Mungu wetu. Ndio maana mafundisho endelevu ya Ijumaa na mafundisho mengine kutoka kwa viongozi wa kanisa ni ya muhimu, yana lengo ya kutuepusha upotovu juu ya Mungu wetu na juu ya imani yetu. Inaeleweka kwa nini Petro anapewa utume baada ya kumtambua vizuri Bwana wetu, au baada ya kuungama vizuri imani yake juu ya Yesu. Imani aliyoungama ilikuwa sahihi. Ni tofauti na matarajio ya wengine waliokuwa wanamfikiria kama nabii tu, huku wengine wakimfikiria kama Masia wa kuwakomboa kisiasa akitumia nguvu za kivita, wengine wakimdhania kama mwanadamu wa kawaida anayesaidiwa na nguvu za Mungu tu bila yeye kuwa Mungu. Imani sahihi ni kwamba Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu. Ni neno wa Mungu aliyetoa mwili akakaa kwetu. Jina Yesu huashiria ubinadamu wa Kristo. Jina Kristo huashiria umungu wa Yesu. Kwa hiyo Petro, baada ya kumjua vizuri Bwana wetu na kukubali kwamba anampenda,
anaombwa kumtumikia kwa kuchunga au kulisha kondoo wake. Rejea Injili ya Yohane sura ya 21 aya 15 hadi 17. Tunaelewa kwa nini katika somo la kwanza Shebna mtunza hazina na diwani mkuu anaondolewa madarakani na Bwana. Bila shaka hakuweza kumtumikia Bwana kama ipaswavyo, au tuseme alijihudumia badala ya kuwahudumia watu waliokuwa chini ya mamlaka yake. Ndugu zangu, tusipokuwa makini na kugundua mapema mbinu za Shetani anayewashawisha watu kujihudumia badala ya kuwahudumia wenzao na kumtumikia Mwenyezi Mungu, hali hiyo ya Shebna inaweza ikatuhusu. Matokeo yatakuwa kuondolewa kwenye nyadhifa zetu na mtumishi mbadala akaletwa. Katika somo la kwanza, mbadala wa Shebna ni Eliakimu mwana wa Hilkia aliyetarajiwa kuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda. Sisi Wakristo hatuna budi kuendelea kupokea neno la Mungu na mafundisho ya kanisa ili tuzidi kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia. Tutamtumikia Mungu kwa namna gani? Kwanza, kwa kukubali utume ndani ya kanisa. Pili, kwa matoleo na majitoleo ndani ya kanisa. Tatu, kwa kujali na kuwajibika. 4, kwa kazi na michango ya kulijenga na kulitegemeza kanisa la Mungu na kuwategemeza wahudumu wa kanisa la Mungu. 5, kwa kutegemeza kazi ya uinjilishaji. 6, kwa kuwahudumia wenzetu hasa wenye changamoto za kimwili na kiroho, maana yake kwa kujihusisha na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Ndugu zangu, hatimaye baada ya shughuli zote hizo tutaweza kuifikia hatua ya mwisho ya kuurithi ufalme wa mbinguni, kupata furaha ya milele pamoja na watakatifu na malaika wote wa Mungu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.